Shamte na ndauka macho yamewaka ghafla. Mjomba na mpwa wake maneno yameruka. Kwa hapa jisikia kwa nyumbani, mazingira yote unavyoyaona. Wewe kama mwanamke kuwa huru, hakuna mwanamke yoyote mwingine anaweza kufanyaje kukusumbua. Shukuru Mwenyezi Mungu japokuwa nimepanga. Umeelewa? Lakini Mungu akijali tutamiliki ya kwetu. Hapa wewe tukisema uuze karanga, uuze ubuyu, uuze nini, wewe ndo mama mjengo. Sawa? Sawa. Sawa, karibu. Kisabuni akasema punguzeni, lakini sauti zimejaa sitaki kusikia. Mjomba asema heshima kwanza, mpona anajibu siwezi kunyanyasika, mwenye nyumba kaleta manime, lakini neno dogo limerudisha moto, majirani wawili wanataniana pembeni. Umepata nini hapo? Nimekuja kuongea na wewe mara moja. Kuongea nini? Mimi tuongea nini? Jamani, sasa kwa nini wewe uelewi? Sielewi nini? Hivi unajua kwamba mpaka sasa hivi mimi sina pa kwenda. Sasa leo mimi nakusaidiaje? Sasa cha kunisaidia, unatakiwa uishi na mimi. Aliyakuwa unajua mimi na kiumbe chako, afu nakubali nyanyasike kweli? Nisikilize. Au sio bwana? Mimi sio kama sihitaji kuishi na wewe. Umeelewa? Mimi mazingira yangu sielewi. Umeelewa? Mazingira yangu mimi sielewi. Kwa cha kufanya, yani cha kukusaidia. Rudi kwa mume wako. Kamwombe samahani. Umeelewa? Sasa mume wangu mimi naenda kumalizia nini? Hivi nitamwambia nini? Haya, akijua kwamba na mimi nina mimba, nitamweleza nini? Hiyo mimba mkabidhi yeye, umeelewa? Kwa sababu mimi sina haja ya mtoto kwa sasa hivi. Hiyo mimba mkabidhi yeye, mimi nitakuwa nakuletea huduma taratibu taratibu. Nafanyaje? Wewe unataka mimi nitakupeleka wapi? Sina pa kukupeleka. Yaani ushauri wangu ndio huo. Na msaada wangu mimi ndio huo. Umeelewa? Naomba unisikilize kwa hiyo. Tutakuwa pamoja mimi na wewe. Sio kama nitakutupa, tutakuwa huduma nitakuwa nakugea kama kawaida. Unatakaje? Lakini kumbuka uliniahidi. Kwa ahadi zako zote zile zilikuwa ni bure. Usiangalie mambo ya ahadi. Ishatokea. Rudi kwa mmeo. Ili uishi vyema na utaishi vizuri kwa sababu unakuta unapata huduma huku na huku. Yule anakuja huduma, mimi nakuja huduma. Tatizo liko wapi leo? Mbona unashindwa kunielewa? Cha kukusaidia au sio bwana? Fanya hivi. Mimi hela sina. Shika hii. Shika basi. Nenda kwa mmeo. Kitakachojili utakuja kuniambia, sawa? Sawa. Mimi naenda. Fanya hivyo. Kwa hiyo haina shida. Karibu. Asante, mambo? Poa. Mzima? Niambie. Mimi mpenzi wangu nimekuita. Nenda ndio nikasome. Ukasome? Mbona ghafla mpenzi wangu? Baba kanitafutia chuo Dodoma. Kwa hiyo inabidi nikasome. Alafu kingine, mimi leo nilikuwa naona mapenzi ndio basi, kwa sababu siwezi kuchanganya mapenzi na masomo. Ningependa kuelewa wewe, yani unanikataa mimi hata nasoma, ukishasoma baadaye unarudi mapenzi. Je, kuona hiyo mtu kwa Marekani, mtu Tanzania, eti mpenzi wangu wanasoma huko, mwingine anasoma huko, the day mtu siku anakuja anakaa anafanya kitu, au ushampata mwingine mpenzi wangu? Hapana, sijampata mwingine, lakini unajua ile ni elimu. Sasa siwezi kuchanganya elimu na mapenzi. Eti maneno eti maneno kama kuna mjinga na kudanganya huko pembeni. Sasa mimi nakukuta sehemu sio wabaya feti. Hapana, mimi naenda kusoma mpenzi wako, kwa hiyo naomba nielewe. Ila tu ndo nilikuwa naomba hivyo tusitishe mahusiano. Hapo kwenye kusitisha mahusiano kuna changamoto. Kwani feti elimu inachangia kuachia mahusiano? Na hapo inaingia vipi yani? Kwenye maachano hapo inakuwaje mpenzi wangu? Hapana, mimi naomba tu nielewe, kwa sababu
Mimi ni maamuzi tu ambayo nimeamua. Kivumbi Uswahilini leo mna amani. Kwa umenielekezaje? Kulia au kushoto? Kushoto. Oh, karibu mpenzi wangu. Karibu sana. Sawa. Karibu Tati, na hii ndio ofisi yetu. Hii ndio ofisi yetu mama. Karibu sana. Hii ndio ofisi ya milioni 2. Sasa mami, hivi milioni 2 unaona nini? Milioni 2 mimi nimenunua kompyuta hiyo ameniuzia milioni 1, nimenunua kidude hichi 200,000, alafu hizo chupi hizo. Yaani hela yenyewe ndogo nataka mimi niongeze. Bado unaona mimi. Wameniuzia milioni 1 mami. Yaani hizo chupi bei, hela yenyewe ndogo itoshi, nataka niongeze hiyo hela. Kuficha la nini? Kwani mkongope mami? Niko serious bei, sio maana nikafunga ofisi. Na maana mimi hela ulionipa nimeenda kufanya usheni. Milioni 2. Hivi mami. Ofisi yenyewe umeona milioni 2 ulionipa nakwambia ndogo haitoshi. Unaona labda kwa mtazamo wako ni nyingi au vipi? Hivi ungefungua ungefanya kitu cha maana. Sasa hivi hivi milioni 2. Bei. Yaani nakwambiaje? Katika hilo ulionipa mimi sijajua kama unasema wewe labda unaona mimi nifanye ushenzi aina yote. Inawezekana maana nimesema hii milioni 2 ya data chukua milioni 2. Kweli? Bei yenu milioni 2. Niombe radhi. Mimi uwezo ukanipa hela nifanye mtaji au sio bwana nikafanya usheni. Wakati mimi najua hela hii kanipa mpenzi wangu kwa ajili ya maendeleo yetu sisi mimi na wewe. Leo unakuja kuna mimi nifanye usheni. Unajua kama unanikosea. Tati. Na wewe mwenyewe tukufikirie hizi milioni 2 na hizi vitu vinaenda na kweli. Tati unaongeza hela ongeza. Sababu kama vile unanivuga kitu changu. Sababu mimi hela yote nimeingiza huko na itoshi. Nataka nijue unaongeza hela ongeza. Kama ongeza niambie. Nijue mimi mwenyewe nafanya. Sio kulipa hela yako kwanza kuninyanyasa. Sawa nitakupa hiyo ndio kitu. Sawa, haina shida. Hiyo ni kukupa ndio. Haina tabu. Usijali. Na mimi endapo kunipa ya mwisho, yani nitatendea haki. Sasa tena uje nichukue ofisi uje ulalamike. Nitakuongezea vitu vingine yani mpenzi wangu. Mambo ndio ragasa. Na kwa hiyo sio. Kwa tunafanyaje? Umenisha. Kwa hiyo sasa. Sio ndio? Sababu ni lazima nifunge ofisi. Ili niondoke naye. Na mwingi mimi naona wiki ya pili. Kweli. Bwana, sasa kupoteza muda hapa ngoja nifunge ofisi. Unajua mambo yangu mimi ninapopenda. Napenda nini? Kutengeneza. Wow. Kwa kile Kivumbi Uswahilini. Kivumbi Uswahilini. Mbona kama vidogo. Aha. Faza huyo. Karibu bwana. Asante. Naona ndo unaingia. Nimeingia Shamte kufuata pesa yangu kwa sababu umeniambia baada ya muda fulani uchukua pesa yangu ndio nimekuja. Nisikilize Faza. Yaani mimi kwani nilikuahidi siku ya leo tukutane au sio bwana nikupatie mzigo wako. Lakini sasa changamoto ambayo imenijia. Yaani uwezi amini yani kuna dili langu mimi la ujenzi nilikuwa nalikimbizia. Lakini mambo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, ndio maana hata hii biashara yenyewe nimeona bora sasa hivi naanze kukimbiza karanga au sio bwana? Hebu sikiliza Shamte, hebu nisikilize kwanza. Wewe kipindi kile nimekuja, uniambia sasa kuna dili langu, sio nitachukua nimalize ile mimi sitaki mambo hayo. Mimi nataka pesa yangu unajua Shamte. Nimekuja kuchukua pesa yangu hapa, sitaki mkaile yote, nataka pesa yangu. Sitaki maeneo yote, nataka hela yangu hapa. Hapa bila hela mimi siondoki ile, kwa sababu hizo kalenda zimekuwa nyingi. Sawa, mimi nalifahamu, umeona bwana, ila mambo hayajakaa vizuri. Mimi nimekuahidi mwenyewe leo, lakini mishemisha hazijakaa vizuri. Kwa hiyo yenyewe unaona karanga kwa ajili ya kujikimu mambo ya naamka. Rudia, unamtaje huyo?
Feti, rudia umemhitaji huyu? Subiri, mbona kama sielewi? Hapa ndo shule kwa Shamte? Subiri kwanza. Hapa ndo chuo, unasema ndo chuo hapa. Bwana nisikilize ndugu yangu, sasa mbaki toto. Kwa hiyo unafanya mambo mengine acha hela zangu na umeweka ndani, si ndio? Wewe anakula nini, unamlisha nini? Nisikilize. Wewe unamlisha nini? Nisikilize fadhila mwenye nyumba, au sio bwana? Hii ni familia. Wewe nikwambie Shamte, nisikilize nikwambie. Nipe pesa yangu. Hata pesa yako sio pesa yangu. Umekubaliana anakula nini? Anakula nini na kuhusu nini yule mimi mwanamke wangu? Mbona sio kwangu kama shaiti? Picha. Feti. Bwana nenda ndani. Nenda ndani. Nenda ngoja kwanza. Hebu sikiliza. Shamte, nisikilize kwanza, nisikilize. Kwanza wewe Feti, umenaga enda chuo. Hapa ni chuo? Sina kuuliza. Mbona mimi kama sielewi? Wewe macho mimi siongee na wewe. Kwa nisikilize kwanza. Wewe hapa chuo. Feti, mimi mbona kama sielewi? Nyinyi mna jambo lenu au sio? Wewe unamjuaje? Namjuaje? Unamjua namjuaje? Nisikilize nikwambie Fadhausi. Huyu mimi mwanamke wangu. Wewe unataka kidole mimi nisikilize bwana, nisikilize mimi ndo nisikilize mimi. Kwanza nakudai pesa yangu. Una jeuri mimi kuniambia hivyo, mimi nitokea mimi na jeuri kwako. Ni pesa yangu. Sawa, zungumzia pesa, zungumzia familia. Hebu ingia ndani Fatuma. Feti, sikiliza nikwambie. Chagua moja hapa. Na vichua siri. Chagua moja. Ingia ndani Fatuma. Vichua siri Feti. Bwana sikiliza nikwambie. Sawa? Nataka pesa yangu. Sawa, habari ya pesa kwanza ngoja niweke biashara yangu chini. Habari ya pesa tumekubaliana. Mimi nitakupa pesa yako. Kuna sehemu naenda kukimbiza hizo karanga zangu au sio? Kuna hela nyingine nitajazia, mimi nitakupa pesa yako. Mimi karanga zako zinahusu nini? Sawa, zikuhusu na familia yangu inakuhusu nini? Anajua mwenyewe, kamuuliza mwenyewe. Nisikilize bwana mkubwa. Wewe ni Fadhausi na mimi nakuheshimu. Umeona bwana, hii ni familia yangu. Sikiliza Shamte. Yaani kwa hiyo Feti, umetoka mazangu kutoka menda chuo. Huko mtajuana wenyewe. Mimi nachotaka kama nisitaza hizi hapa unaondoka. Yaani kwa hili unaondoka Shamte. Sina mjadala, sina msalie Yesu, sina msalie Mtume, sina msalie Muhammad. Kwa hili unaondoka na mimi naondoka. Remi. Mbona sielewi? Remi na Fatuma anajuana vipi? Wewe Fatuma? Utanitambua. Kivumbi Uswahili ni kimetibuka bana umpa wamechafua Odo. Mambo. Poa, Mzima. Niko poa. Kama ni mdogo wangu tu nikuje. Mambo vipi? Safi. Mzima. Niko poa pia. Naitwa Ndauka. Unaitwa nani mwenzangu? Naitwa Feti. Unakaa maeneo gani? Mimi ni huku. Mshina nani? Mshina mume wangu. Mshina mmeo? Kweli? Kweli serious. Sasa. Uko namba hapo. Basi unajua mimi na mume wangu. Najua. Tukusumbua kwani mmeo anarudi muda gani? Kwenye saa 4 saa 5 hivi. Sasa huko mko ni saa moja saa 2 nitakuwa nakupigia sawa? Au wewe unanipigia mimi sawa? Umeelewa? Yaani wewe unanipigia tu mimi nakupigia sawa mpenzi wangu. Sasa Bwana. sasa lakini sija kanaribia ndoa. Bwana Feti, nikikuharibia nachukua mimi hilo jina. Kweli? Basi. Feti. Bye. kimetibuka Shamte, mimi naelewa sana lakini naelewa na hali yangu niliokuwa nayo. Sasa hivi mimi hapa nilipo na mtoto tumboni. Nitaenda kuishi wapi? Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Mimi naomba unielewe japo kidogo tu. Najua nilikukosea sana. Lakini naomba unisamehe japo mara moja. Nipe nafasi ya mwisho. Sema ukweli unanipa mtihani. Lakini anyway, mimi siwezi nikatoa maelekezo yote. Lazima nikamshirikishe na mwenzangu. Kwa hiyo nakuchukua tunaenda nyumbani. Kama mke wangu atalizia uishi naye pale, basi mtaishi. Lakini akikataa, kwa kweli utanisamehe. Najua kweli una mtoto wangu, umeona bwana, na kitanda kizai haramu, lakini lei ulichonifanyia siku 4 mimi hata kula siri, watu wananiambia wewe anakonda na majanga unajua. Lakini nimevumilia, yameisha. Kwa hiyo nakupeleka nyumbani. Kitakachoongeleka kule mimi nitakuwa sina mjadala. Umeelewa vizuri mpenzi? Sawa, lakini naomba kama sio kwa ajili yangu, basi kwa ajili ya kiumbe chako mtoto tumboni kwangu. Please. Haina shida. Twende ukamsikilize mwenzio anasemaje, kama mtaelewana basi mtaishi nyumba ni kubwa. Umeelewa vizuri? Utakaa chumba kimoja na mwenzio atakaa chumba kimoja, maisha yataendelea, lakini lazima aridhie yeye mwenyewe. Maana yule namjua Msukuma na Wasukuma na wajua. Yote umesababisha wewe. Haya tuondoke. Sawa. Kiswahilini Kivumbi Uswahilini leo mna amani. Shamte